Bwana Yesu asifiwe. Basi ikiwa leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali cha kuweza kujifunza neno lake, neno la uzima, ikiwa tuko katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ambayo inahusu sana sana mbegu zilizoanguka penye miamba. Mbegu zilizoanguka penye miamba. Hapa katika sehemu hii ya pili, maana yake tumetoka katika sehemu ya kwanza ambayo tuliangalia mbegu zilizoanguka karibu na njia, ikiwa tumemaliza, na tunaanza sehemu ya pili tena, mbegu zilizoanguka penye miamba. Hapa mbegu zilizoanguka kwenye miamba, kinachozungumziwa sana sana ni watu ambao wanakuwa kiroho ila hawana mizizi. Wanakuwa kiroho ila hawana mizizi. Mbegu zilizoanguka penye miamba ni mbegu ambazo zinaeleweka zaidi tunapopitia katika vitabu vitatu vya Injili. Vitabu vitatu vya Injili. Kwa hiyo ni mbegu ambazo zinaeleweka sana, ambazo zimezungumziwa sana sana katika vitabu vitatu: kitabu cha Luka mtakatifu, kitabu cha Mathayo na kitabu cha Marko. Vile vile mbegu hizi zimepewa sifa ya kisayansi na pia zimepewa sifa za kiroho. Hivyo tunaposoma maandiko hayo katika vitabu hivi vitatu, maandiko hayo kisayansi naomba pia tutafsiri, na kiroho pia, kwa maana ya kwamba neno la Mungu na maisha yetu ya kiroho pia, maana kuna uhusiano mkubwa sana wa mfano huu ambao Yesu Kristo aliutoa na maisha yetu ya kiroho. Kama jinsi nilivyosema ya kwamba katika vitabu hivi vitatu vya Injili, tuanze kusoma kwanza kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 8 mstari ule wa 6. Luka sura ya 8 mstari wa 6, Biblia inasema ya kwamba nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Tunaona hapa katika kitabu cha Luka inazungumzia zilizoanguka penye mwamba kama mwamba. Lakini pia tunaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 5 na ule wa 6. Mathayo 13 mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Kwamba nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Neno miamba limetajwa hapa. Na pia katika kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema ya kwamba nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Yaani nyingine zikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Tunaona hapa Luka anazungumzia penye mwamba, lakini Mathayo pia anazungumzia penye miamba, lakini pia Marko anazungumzia penye mwamba. Lakini hawa wote ni waandishi wa vitabu vya Injili wote hawa. Kama jinsi tunavyojua ya kwamba unaweza kukawa na walimu wengi wa neno la Mungu, lakini Mungu amewajalia namna yao ya kueleza. Roho Mtakatifu amewajalia kwa namna ya pekee kama jinsi alivyokusudia. Lakini katika vitabu hivi vitatu jinsi tulivyosoma, tunabaini ya kwamba kuna sifa za kawaida kabisa za mbegu zilizopandwa penye miamba. Tukihusianisha kitabu cha Luka sura 8 mstari wa 6, Marko 13 mstari wa 5 hadi wa 6, na Marko 4 mstari wa 5 na wa 6, tunaona kuna sifa za kawaida kabisa ambazo zimetajwa zinazohusisha mbegu zilizopandwa penye miamba.
Tunaona sifa ya kwanza ambayo tunaweza tukaibaini. Sifa ya kwanza hapa, zina mizizi mifupi sana. Mizizi mifupi sana. Maana yake mizizi mifupi sana haiwezi kufika mahali kwa sababu inakutana na miamba. Miamba inakuwa kama kizuizi. Sifa ya pili tunayoibaini kupitia maandiko hayo, ukuaji wao ni wa taratibu sana na inafika wakati zinakauka. Mizizi inakosa pa kuelekea kwa sababu ziko kwenye miamba. Maana yake itafika wakati hizo mbegu zinapopata ile mizizi inakauka kwa sababu haiwezi kuelekea mahali. Lakini sifa ya tatu tunaweza tukaibaini kwenye vitabu hivyo, hupitia changamoto ya joto kali, hivyo hukauka haraka joto linapopiga kwenye ile mimea iliyoota katika miamba. Kwa sababu imeota sehemu ngumu, kuna udongo mchache au udongo haba. Maana yake ni kwamba jua linapopiga mizizi ile inakauka na mimea kabisa unakauka, hawezi kukua na kuzaa. Sifa ya nne ambayo tunaibaini, hupoteza maji haraka sana jua linapowaka na mizizi jinsi inavyopata shida kwenye kutafuta chakula chake kutoka kwenye ardhini, inakutana na mwamba. Kwa hiyo hupoteza maji haraka sana. Na sifa ya mwisho ambayo tunaweza tukaibaini juu ya mbegu zilizopandwa penye miamba, uwezo wa kupata virutubisho ni mdogo sana na hupelekea mmea kufa au kunyauka. Kama jinsi tunavyojua ya kwamba mimea ikiwa na mizizi imara na ikiwa iko kwenye udongo mzuri, mizizi ile inatafuta virutubisho kutoka ardhini. Lakini hakuna udongo haba, maana yake virutubisho ni ngumu sana mimea hiyo kupata kutoka ardhini, kwa sababu inapojitahidi kutafuta virutubisho inakutana na mwamba, inakosa nguvu, baadaye inakufa au inanyauka kabisa. Ukiwasha kiberiti kinaweza ikawaka moto mimea hiyo kwa sababu imekauka, haina nguvu tena. Mimea hii hufurahia maisha au uhai kwa muda tu. Baada ya hapo hufa kwa kukosa mizizi mirefu ya kuwezesha kutafuta virutubisho kutoka ardhini. Kwa hiyo inafurahia maisha kwa kipindi kifupi mno. Huenjoy maisha kwa kipindi kifupi mno. Wakristo wengi makanisani kukosa mizizi ya kuwafanya wasimame wokovuni, kwa kuwa neno linapohubiriwa wanalielewa sana na kushangilia, lakini changamoto na majaribu yanapowajia wanaliasi neno la Mungu kama hawajawahi kulisikia. Changamoto zinaweza zikawatoa katika hali ile ya kuamini kwa sababu hawana mizizi. Mkristo akikosa mizizi, maana yake ni kwamba anapokutana na changamoto kidogo hawezi kustahimili, maana mizizi inamfanya awe imara katika wokovu. Kwa hiyo anapokosa mizizi au mizizi yake inapokuwa mifupi, majaribu yanamtoa katika kusudi la Mungu, hivyo huweza kuliasi neno la Mungu. Lakini nataka tuangalie sana katika vitabu hivi vitatu mambo matano yanayozungumziwa, yanayotajwa katika mistari hii tuliyoisoma katika vitabu vitatu. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 13 ambacho kinafafanua maana halisi ya mbegu zilizopandwa kwenye miamba. Halafu pia tutaangalia Mathayo 13 mstari wa 20 hadi 21, na baada ya hapo tutaangalia Marko sura ya 4 mstari wa 16 hadi 17, jinsi ambavyo mambo matano yanavyoelezewa kutoa ufafanuzi wa kile ambacho tumekisoma hapo awali. Tutaanza na kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 13. Biblia inazungumza ya kwamba na wale penye mwamba ndiyo wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi. Huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga na imani au huasi. Tunaona hapa jambo la kwanza linalozungumziwa katika mambo matano katika kitabu hiki cha Luka sura ya 8 mstari wa 13. Jambo la kwanza linasema wasikiapo, maana yake kusikia. Inaonyesha ya kwamba watu hawa wanalisikia neno la Mungu. Hawa waliopandwa, wanaofananishwa na mbegu penye miamba, wanalisikia neno la Mungu. Jambo la pili la hawa watu wanaofananishwa na mbegu penye miamba, hulipokea lile neno kwa furaha. Maana yake wanapolisikia neno
wanalipokea. Jambo la pili ni kulipokea kwa furaha, wanashangilia, wanafurahia, yani wanajisikia vizuri kabisa wanapolisikia hili neno la Mungu. Jambo la pili, wanalisikia na kulipokea, yani kulipokea neno la Mungu kwa furaha. Na jambo la tatu linalotajwa katika kitabu hiki, nao hawana mizizi. Changamoto kubwa pamoja na kulisikia neno, pamoja na kulipokea neno kwa furaha. Changamoto kubwa ambalo ni jambo la tatu katika yale matano, inazungumziwa ya kwamba nao hawana mizizi. Mizizi ile itakayowafanya wastahimili, wapate kama sehemu ya kujishikiza. Hawana mizizi. Na jambo la nne linalotajwa hapa, uamini kitambo kidogo. Yani wanaamini kwa muda. Lile neno walilolisikia, walilolipokea, wanaliamini. Kuamini wanaamini, lakini kwa kitambo kidogo, sio muda wote. Maana yake ili kujua kwamba kitambo kidogo, wanaamini kwa kitambo kidogo, wanapokutana na jambo la tano, wakati wa kujaribiwa hujitenga. Maana yake hata kama mtu ameamini ndani ya miaka mitatu minne hajakutana na jaribu lolote, anapokutana na jaribu lolote akajitenga na imani, akayumbishwa, maana yake huyo hana mizizi. Maana yake alikuwa ameamini kwa kitambo kidogo. Ndio maana yake. Maana yake mtu anaonekana kwamba anaamini kwa muda mrefu, maana yake imani yake itakuwa imejengwa kuanzia anapoamini, anapokutana na majaribu mpaka mwisho wa kurudi Kristo, yuko imara. Huyo maana yake hajaamini kwa kitambo, maana yake ameamini kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona mambo matano hayo yaliyotajwa, kwamba wanasikia, wanapokea neno kwa furaha, hawana mizizi, huamini kwa kitambo kidogo, wakati wa kujaribiwa hujitenga. Lakini je, tuone uhusiano wa kitabu kingine cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 20 na wa 21. Tunaona Biblia inasema pia, naye aliyepandwa penye miamba, huyo maana yake mtu huyo ndiye alisikiaye lile neno. Tunaona kwamba jambo la kwanza lililotajwa katika Luka walisikiapo, lakini hapa mtumishi wa Mungu Mathayo amenukuu kwa kina zaidi kwamba ndiye alisikiaye lile neno. Manake nao analisikia hao kwenye miamba, kama Luka alivyoona kwamba wasikiapo, naye Mathayo naye anatafsiri hivyo kwamba ndiye alisikiaye lile neno, kama Yesu alivyozungumza. Jambo la pili, akalipokea mara kwa furaha. Kule kwa Luka amesema kwamba ulipokea lile neno kwa furaha, lakini hapa anasema akalipokea mara kwa furaha. Yani ni kile kilichozungumzwa na Luka na Mathayo hivyo amemnukuu Yesu vile vile. Kupokea, analipokea kwa furaha kama jinsi tulivyoona hapo. Na jambo la tatu ambalo Mathayo amenukuu kwa Yesu, lakini hana mizizi ndani yake. Luka amenukuu kwamba nao hawana mizizi, wengi nao hawana mizizi. Lakini hapa kwa mtumishi wa Mungu Mathayo amenukuu Yesu ya kwamba lakini hana mizizi ndani yake, mtu huyo kama mmoja. Lakini haijalishi ya kwamba huyo amezungumza kwa wingi, amenukuu Yesu kwa wingi, huyo kamnukuu kwa umoja, lakini cha msingi kinachozungumziwa hapa ni kwamba wote hawa hawana mizizi ndani yao. Sifa ya nne inayotajwa katika Mathayo kama jinsi alivyonukuu kwa Yesu, ya nne inasema bali hudumu kwa muda. Pale kwa Luka anasema uamini kitambo kidogo, lakini hapa Mathayo anaangalia mbali zaidi kwamba bali hudumu kwa muda. Maana yake kukaa kwake katika wokovu, anakaa kwa muda. Kipimo cha muda mfupi kinapimwa baada ya kukutana na changamoto, baada ya kukutana na jaribu. Kipimo cha kudumu kwa muda kinapimwa kwa kuangalia tangu alipoamini na alipokutana na jaribu. Je, amestahimili? Kama hajastahimili, maana kutoka pale alipoamini mpaka pale ambapo ameshindwa kustahimili, ndio tunasema kwamba huamini kwa muda au kwa kitambo kidogo au hudumu kwa muda. Wakristo wengi wanadumu kwa muda katika wokovu. Jaribu kidogo unakuta nao wanarudi nyuma. Lakini jambo la tano linazungumziwa hapa katika kitabu cha Mathayo, ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Yani dhiki inapotokea, udhia wote unapotokea kwa ajili ya lile neno, anakwazika, anachukizwa, anakwazwa. Yani anaweza akaacha wokovu kwa sababu ya maneno ya watu, anaweza akaacha wokovu kwa sababu ya majaribu madogo, iwe ni ugonjwa, iwe ni nini, anaweza akaacha. Tunaona kwamba Luka yeye amemnukuu Yesu kwa kusema kwamba wakati wa kujaribiwa hujitenga. Yani anapokutana na jaribu yeye maana yake anaikana imani.
Lakini kwa Mathayo tunaona kwamba ikitukia dhiki, yani dhiki au shida yoyote au changamoto yoyote, huyu mtu huchukizwa. Kuchukizwa maana yake kule ni sasa na kujitenga, sasa na kuasi. Hebu tuone katika kitabu pia cha Marko 4 mstari wa 16 hadi 17. Hapa huyu mtumishi wa Mungu anamkuu Yesu kwa kusema kwamba kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, yani wengi penye miamba, ambao kwamba jambo la kwanza analozungumzia wakiisha kulisikia lile neno, wakiisha kulisikia lile neno. Unaona kwamba Luka anazungumzia wasikiapo, Mathayo anazungumzia ndiye alisikia lile neno, lakini Marko anazungumzia wakiisha kulisikia lile neno, maana wakishalisikia na kuelewa lile neno. Jambo la pili, mara ulipokea kwa furaha, yani wakishalisikia wanalipokea kwa furaha, linagusa mioyo yao, wanaburudika, wanajisikia vizuri. Na jambo la tatu, ila hawana mizizi ndani yao, hawana mizizi ndani yao ya kufanya kustahimili majaribu au wakati mgumu au udhia au dhiki au kujaribiwa, hawana mizizi. Lakini jambo la nne linalozungumziwa katika kitabu cha Marko, bali hudumu muda mchache. Pale Luka anazungumzia huamini kitambo kidogo, lakini Mathayo anazungumzia bali hudumu kwa muda, lakini hapa kwa Marko anazungumzia bali hudumu muda mchache. Alafu jambo la tano, kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Tunaona dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno imetajwa pia kwa Mathayo, Marko pia anazungumzia, lakini mwishoni pale Mathayo akasema mara huchukizwa, lakini kwa Marko anasema mara hujikwaa, yani anajikwaa kwenye hilo jaribu, anashindwa kuvuka, anashindwa kushinda kwenda upande wa pili, kuvuka daraja hilo. Kwa hiyo katika mistari hii, katika kitabu hiki, fafanuzi hizi kwenye Luka, kwenye Mathayo, kwenye Marko, tunajifunza ya kwamba hawa watu ambao wanafananishwa na mbegu zilizoanguka penye miamba ni watu ambao wanasikia, ni watu ambao wanalipokea neno, ni watu ambao hawana mizizi, ni watu ambao wanaamini kwa kitambo kifupi au kwa muda mfupi neno la Mungu, na pia ni watu ambao wanachukizwa, wanakwazwa, wanapojaribiwa wanajitenga na imani. Watu hawa ni wepesi kurudi nyuma kwa sababu hawana mizizi. Kwa hiyo mpendwa rafiki, ndugu mtazamaji, msikilizaji, Biblia inatuambia ya kwamba ni heri ukawa na mizizi, mizizi ile itakayotufanya kusimama, kustahimili katika majaribu ya kila aina, ili tupate ushindi. Tusio watu wenye kujitenga. Yamkini inawezekana unayesikia, unayetazama video hii mahali popote ulipo, inawezekana baada ya kukutana, ulikuwa mwamini mzuri, ulikuwa mhubiri ibada mzuri, ulikuwa mwimbaji mzuri, ulikuwa mhubiri mzuri, baada ya kukutana na jaribu, kukutana na dhiki, kukutana na udhia, kukutana kero yoyote, jaribu lolote, wewe ukarudi nyuma, ukakata tamaa. Nikutie moyo mpendwa, Yesu anatamani sana tuwe miongoni mwa wale wenye mizizi ambao wanapokutana na majaribu wanasimama imara na imani yao inaimarika zaidi. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi inasema ya kwamba tutakuwa kama mti uliopandwa kando ya kijito cha maji, uzao matunda kwa majira yake. Maanake Mungu anapenda sana sisi tuwe watu wenye kuzaa matunda, tuwe watu wenye kushinda majaribu ya kila aina. Na Mungu akubariki sana. Mungu atukuzwe katika neno lake. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante sana. Basi ninaamini ya kwamba nawe kwa kusikia hili neno la Mungu, basi hutabaki kama jinsi ulivyoanza kulisikia, bali Mungu anakwenda kubadilisha na kukuweka katika viwango vya juu. Mungu akubariki sana. Amen.